tumekuwa tukiona vionjo, umekuja hapa uko na vazi zuri kabisa. Najua lina muonekano wa Segerea. Kuna mtu kimwambia jaribu tu, pengine anaweza kaona shida. Kwa nini nimeamua kutumia idea ya vazi la kifungwa zaidi na sio suti ama vazi la kichungaji ama Kiislamu kanzu, mkasema mnaelimisha jamii kuzuia ukatili kwa watoto? Kwa nini vazi la kifungwa? Wazo la kifungwa limetokana na au lina ujumbe wa aina mbili. Jambo la kwanza ni athari kwa mtu anayetenda ukatili kwa watoto. Kwa hiyo kwa mujibu wa sheria, mtu yoyote ambaye atashiriki mapenzi na mtoto ni ukatili ametenda. Mtu yoyote ambaye atampa mtoto vipigo kupitiliza atakuwa adhabu kupitiliza ni vipigo, kwa sababu adhabu ni ile ya kumrekebisha. Lakini vipigo ni kile sasa imeshapitiliza tena adhabu inakuwa ni maumivu. Kwa hiyo chochote utakachokifanya, kuna sheria ambazo zinamlinda mtoto. Utapata athari ya kupelekwa, ukipatikana na hatia mahakamani utafungwa. Na kwa mfano sheria ya ubakaji ni kuanzia miaka 30. Kwa hiyo tunamwonyesha huyo mwanajamii mwenzetu kwamba utakapotenda hichi kitendo cha ukatili, madhara mojawapo utakayopata ni kupata kifungo jela. Lakini ujumbe wa pili, huyo aliyevalia mavazi ya jela alafu anahubiri swala la ukarimu, anahubiri swala la kupinga ukatili wa watoto, ni ishara kwamba yoyote yule atakayepatikana na hatia akapelekwa gerezani anayo nafasi ya kuweza kubadilika na kuwa mtu mwema mwenye kuleta ujumbe wa amani katika jamii. Kwa sababu gerezani pia ni sehemu ya kubadilisha mtu kwa raia. Na mnaita urekebu. Kwa ni sehemu ya kufundisha uweze kubadilika. Kwa sisi tunatamani huyu mtu ambaye amefanya hichi kitendo akijutie. Cha kwanza ajutie, alafu awe nafasi ya yeye kuwa na kuleta ujumbe wa kupinga ukatili kwa watoto.